Nasoma neno la Mungu Isaya 13. Nitasoma mistari kadhaa. Ule mstari wa 6. Neno la Mungu linasema, haya mahubiri haya kama unataka uyaone kwenye simu yako hapo, unaweza ukafungua kwenye Facebook ukaona, ukaandika Daniel Moses Kulola, utayaona hapo utaona mahubiri na kila kitu. Mstari wa 6 nasema, pigeni kelele
Anasema pigeni kelele. Pigeni kelele za hofu, maana siku ya Bwana ikaribu. Tulia kila moja. Siku ya Bwana ikaribu. Anasema itanyesha kama maangamizi yatokayo kwa Mwenyezi Mungu. Mstari wa 7. Kwa sababu hiyo mikono yote italegea na moyo wa kila mtu utayeyuka, nao watafadhaika, watashikwa na utungu na maumivu, watakuwa na utungu kama mwanamke aliye karibu na kuzaa. Watakodoleana macho, nyuso zao zitakuwa ni nyuso za moto. Na tazama, siku ya Bwana inakuja. Anasema siku ile ni siku kali ya hasira na ghadhabu kuu, ili ifanye nchi kuwa ukiwa na kuwaharibu watu wake wenye dhambi wasikae ndani yake. Wasikae ndani yake. Mstari wa 10 anasema, maana nyota za mbinguni na matengamano havitatoa nuru yake. Jua litatiwa giza wakati wa kucha kwake, na mwezi utaacha nuru yake isiangaze. Nami nitaadhibu ulimwengu kwa sababu ya ubaya wake, na wenye dhambi kwa sababu ya hatia yao. Nami nitaikomesha fahari yao wenye kiburi, nami nitayaangusha chini majivuno yao walio wakali. Nisikilize, nilikuwa nimefikiri nitaenda kama saa nzima, lakini nenda tusubiri kwa dakika chache hizi. Hizi ni habari za siku za mwisho. Tunasafiri, lakini mwisho wake tunataka tufike mahali ambako watu watafutwa machozi yao. Kama tuko vizuri, hebu kama tuko pamoja tuseme amen. Mwisho tunaingia katika lile jiji ambalo Yesu Kristo amelitamka. Ametamka kwamba yatakuwa ni maisha ya umilele na umilele pamoja na Yesu Kristo. Na amesema ule mwisho, yani siku ya kuja kwake Yesu Kristo, hakuna mtu atakayefahamu. Hakuna mtu anayefahamu ile siku, lakini dalili tumepewa kuzifahamu. Sema amen. Rudia tena, sema amen. Kwa kila mtu anapoishi katika dunia hii, angalia mwisho wako utakuwaje. Watu wanaweza kusema kwamba walokole wamekuwa wakisema miaka yote kwamba Yesu atarudi. Yako wapi? Lakini kama Yesu alitamka, itatokea. Na Biblia inasema hivi, itakuwa ni kufumba na kufumbua. Yesu atatokea upande gani? Yesu atatokea upande wa mashariki huu. Ninaposema habari za kurudi kwa Yesu, napunguza kidogo spidi. Ataijia upande wa mashariki, maana Israel iko upande huu, na atashuka wima wa mlima wa Bethania. Mara hii atakapokuja hawezi kuonekana, lakini atasimama wima wa mlima ule wa Bethania. Ule mlima wa Bethania ni mrefu kuliko ule pale mlima tunaouona. Ule ni mlima umeinuka juu, unapita katika bustani ya Getsemane, unapanda juu, unafika kwa juu sana. Ukishafika unaiona Jerusalem iko chini. Yesu Kristo akasimama mahali pale. Aliposimama,
akiwa amezungukwa na wanafunzi, Yesu akaanza kupanda, akaenda juu, na wingu Biblia inasema likaja likamchukua. Lakini wachunguzi wa maandiko wanasema halikuwa wingu lile, halikuwa wingu, isipokuwa Yesu alipokuja duniani alisindikizwa pia na wingu. Lakini katika lile wingu akatokeza malaika mmoja, akasema, leo katika mji wa Daudi amezaliwa. Hayo kuna mambo matatu: leo katika mji wa Daudi, alafu amezaliwa. Mambo matatu. Yesu akaingia katika kalenda, alafu ameingia kwenye mipaka ya dunia, lakini ameingia kwenye taratibu za kibinadamu. Wanasema kwa mbali unaweza ukaona ni kama wingu, lakini Yesu alisindikizwa na umati wa malaika wengi ili aje apigane vita katika dunia hii. Na kwa jina la Yesu tunapigana pamoja naye. Sema amen. Haleluya. Kama unampenda Yesu sema amen. Kama unampenda Yesu kwa kumwaibisha shetani sema amen. Yesu akafanya kazi kwa miaka 3.5. Yesu akapanda. Unajua kabla yake, wewe nimsema Yesu pole. Unapenda niseme kidogo kwa habari za Yesu? Amnaniangusha. Unapenda niseme kidogo kwa habari za Yesu? Yesu kabla kuzaliwa alikuwa haitwi Yesu. Malaika akasema atakayezaliwa ataitwa Yesu. Na Yesu maana yake ni muunganiko wa Mungu na mwanadamu. Ni jina tu. Watu wanachanganya sana. Wanasema Yesu akija ni mwisho wa dunia. Lakini huwa sio mwisho wa dunia. Ni kurudi kwa Yesu mara ya pili. Lazima watu tofautishe. Mwisho wa dunia utakuja mwishoni kabisa huko. Ndio maana nasema pole muelewe. Jina la Yesu haitwi Yesu Kristo. Watu wanasema kwamba jina lake anaitwa Yesu Kristo. Anaitwa Yesu, wanapoongeza anaitwa Yesu mwana wa Mungu, ndio jina lake. Au Yesu anayetoka mji wa Nazareth. Yesu wa Nazareth. Unaposema Yesu Kristo, Kristo sio jina. Kristo ni kazi. Amepakwa. Maana ya Kristo aliyepakwa mafuta kwa kazi maalum. Malaika akasema kazi anayoifanya kuwaokoa wanadamu na dhambi zao. Sema amen. Haleluya. Hiyo ndio kazi yake, kumtafuta shetani. Kumtafuta shetani. Nashindwa kusema kwa sababu hujaseti kwa muda, lakini unavifanyia service. Kumtafuta shetani aliyekamata watu, aliyefinyanga watu. Watu wanasema katika Kiebrania wanasema unamkamata shetani. Niangalie, unamkamata yule nyoka, alafu unampanua, alafu unaingiza mkono ndani ya kinywa cha nyoka, unamtoa yule aliyemeza. Hiyo ni kazi ya kwanza ya Yesu Kristo. Ya pili, unamkamata yule aliyemeza, alafu unamtoa nje ya mji, alafu unampiga, unamwacha kama atakufa vyovyote. Maana ya tatu ya kazi ya Yesu kuja duniani, yani mpako mafuta, unamkamata yule ambaye amemeza kama ni chatu mkubwa, alafu unampiga, unampanua mdomo, na yule aliyemo ndani unamtoa nje. Na ukimtoa nje unamweka mbali, alafu unamtoa yule aliyemeza, unampiga, hakikisha amekufa. Kwa hiyo nyoka maana yake ni shetani. Yesu amekuja kuwatoa watu wote waliomo ndani ya vinywa vya shetani. Na tunapotolewa ndani, Bwana akituweka huru, hakika tunakuwa huru kweli. Sema amen. Ndio maana walokole tunatamba kwa sababu tuko huru ndani ya Yesu. Wasiosema amen labda ni wachawi wa mkutano, usema amen. Lakini maana ya pili, shetani akihurumiwa sana, maana yake tunawatoa watu wanakuwa huru, tunamfukuza atoke nje ya Buhongwa asiwasumbue watu. Maana ya tatu,
tunamkamata shetani, tunamnyang'anya watu, alafu tunampiga mpaka tunahakikisha anakufa. Wataalamu wanasema hivi, majini yanazaliwa na pia majini yanakufa. Ukitaka kuyaua majini, anza kuomba saa 7 kamili. Ukitaka kuyaua majini, omba saa 10 jioni mpaka saa 12 jioni. Maana wakati huo shetani anafanya vikao pamoja na mapepo yake. Na anasema hivi, ukilitaja jina la Yesu halibabui, ila linateketeza. Majini hayafi kwa namna nyingine isipokuwa huwa inakufa kwa moto ambao ni jina la Yesu Kristo. Sema amen, haleluya. Anasema hivi, ataitwa Kristo. Kristo ni kazi yake. Kazi yake ni kuokoa. Usiposema amen na kushangaa, sema amen. Napenda ninapofafanua namna hiyo. Mnabarikiwa. Mnabarikiwa. Kama mnampenda Yesu sema amen. Yesu akasimama, akainuliwa juu. Lile si wingu lililompokea, isipokuwa ni wingi wa malaika walikuja kumchukua akampeleka juu. Yesu akabalaika akasema, jinsi mnavyomwona ndivyo atakavyotwaliwa, atakavyorudi. Nampenda Yesu Kristo. Alipoenda juu akakaa pamoja na baba yake. Mimi sisemaji Mungu, ila nasema baba yake na Yesu. Yaani Yesu amezaliwa na Mungu. Ukikasirika kakasirike, lakini Yesu ni mwana wa Mungu. Haleluya. Hata ukibeba mabango na tembea barabarani, Yesu si mwana wa Mungu. Natangaza kwa ujasiri, hata shetani akasirike, atuma mapepo, hata vita viinuke kwa namna gani, natangaza Yesu ni mwana wa Mungu. Sema amen, haleluya. Unapenda niendelee? Yesu akatumwa, akaenda mpaka kwenye kisiwa kimoja kidogo. Kile kisiwa kinaitwa kisiwa cha Patmo. Nisikilize kwa makini. Kisiwa cha Patmo, urefu wake kutoka pale mpaka pale ni maili 6-10, na kutoka hapa mpaka hapa ni maili 6. Na zamani hakikuwepo kisiwa hicho, isipokuwa kulitokea volcano ikafanya eruption kwenye ile bahari. Zile lava zikapanda juu, yale mawe yaliyosagwa yakawa unga, yakawa jiwe, likapanda juu. Ndio maana ya kisiwa kinaitwa Patmo. Pale hakuna ardhi. Kwa hiyo Yohana akiwa na miaka karibu 100, mzee kweli kweli, hawezi kufanya kitu kingine zaidi ya kueleza ushuhuda wa Yesu. Wakamkamata huko na kule, wakimtesa. Naishukuru serikali ya Tanzania kwa sababu inaruhusu injili ya Yesu Kristo. Sijui mkoje wala msemaji amen, sema amen. Unajua Watanzania wana uhuru wa kuabudu, lakini nenda nchi zingine hakuna uhuru wa kuabudu. Nenda nchi ya China hakuna kibali. Nenda nchi za communist kama North Korea hakuna. China leo kuna vijana kanisani pale wanasoma China, huwezi kupata kanisa. Tanzania tuna uhuru. Nilikuwa nahubiri katika nchi ambazo zinapigana vita. Nahubiri pale mji wa Bukavu. Unapokuwa umesimama kama hapa, juu hapo kuna helikopta ya Umoja wa Mataifa inamlinda mhubiri. Hapa pembeni maskari na bunduki, wamekoki bunduki zao, lolote linaweza kutokea. Nenda nchi zingine hakuna kuhubiri, hakuna uhuru. Mungu atatuuliza siku moja. Mungu atakuuliza, mbona injili ilihubiriwa Buhongwa lakini haukuwa tayari kusikia? Sasa sikiliza, unapenda niseme? Yohana akiwa mzee sana, sisemi yale mateso yake aliyoyapata Yohana, lakini Yohana akabebwa, akapelekwa kisiwa kile, akadamptiwa pale. Yohana akiwa amekaa kwa huzuni kubwa, yuko namna hii, akasikia mtu anatembea. Yohana kwa sababu alikuwa na hofu, na walikuwa wamemwambia hivi, ukame na Yesu haponi, hakuponya wala hakuwa anaokoa. Yohana akasema hivi, macho yangu yalimshuhudia Yesu. Vilema walitembea, viziwi walisikia,
Ningekuwa wapi watu wangekuwa nasema amen. Wasiozaa walizaa, wenye ukoma walikuwa wazima. Niliona kabisa kwa macho yangu Yesu akimfufua Lazaro. Niliona kwa macho yangu Yesu akitembea juu ya bahari wala hakuzama. Nikikataa kwamba Yesu hajatenda, najidanganya mimi mwenyewe. Mkiniua sasa hivi ni mzee sana, nitaenda kupumzika pamoja na rafiki yangu. Kwa hiyo walimtesa lakini hakuweza kubadilisha. Kwa nini anasema kwamba alikuwa ni rafiki yangu? Inasemekana kwamba Yesu Kristo tunayemhubiri huyu, ambaye alifanyika mwanadamu, sura yake hii ilikuwa inafanana sana kama vile mtoto anayezaliwa kutoka kwenye yai moja na Yohana. Ndio maana ilikuwa sio rahisi kumtofautisha Yesu pamoja na Yohana. Na ili ujue, uthibitisho ni kwamba Yuda peke yake ndiye aliyekuwa akiwajua huyu ni nani na huyu ni nani. Ndio maana maskari walipoinuka wanataka kwenda kumkamata Yesu, Yuda akawaambia kwamba mtakosea. Mkienda mtamkamata Yohana wala hamtamkamata Yesu, kwa sababu wanafanana sana. Yule litakaye mbusu, natangaza aliyekufa msalabani ni Yesu Kristo peke yake. Sema amen, haleluya. Maana kuna watu wengi, napohubiri majibu maswali ya watu wengi, wanasema Yesu aliibiwa. Yesu hakuibiwa. Na hatuokoki kwa damu ya mwanadamu wa kawaida, hatuokoki kwa damu ya mbuzi na kondoo. Tunaokoka kwa damu ya Yesu Kristo isiyokuwa na mawaa. Sema amen, haleluya. Kabla hatakuthibitisha kwamba aliyekufa msalabani ni huyu, sema amen. Ukimwambia shetani na kufunika kwa damu ya Yesu, yuko tayari kutoroka haraka. Damu yangu mimi, damu yangu ni unganiko la Moses Kulola na pamoja na Elizabeth. Ukichukua DNA yangu utaipata ya Moses Kulola, maana nilizaliwa na Moses Kulola. Ukimkamata Yesu ukamtoa damu, utakuta damu ya baba yake sio Yusufu. Damu ya baba yake anaitwa Mungu. Kama nakasirika, nenda kaulize kwa waganga wa kienyeji, watakwambia Yesu ni nani. Ninaweza kusubiri makofi na vigelegele vitokee kwa ajili ya watu. Sema amen, haleluya. Hii ni habari njema. Ndiyo maana mimi najivunia Yesu, sijivunii mtu yeyote. Nimemhubiri Yesu, nimemuona. Nimetembea nchi nyingi duniani. Nilikuwa nchi moja, ndio nikathibitisha kwamba Yesu anajulikana duniani. Nilikuwa nchi ya Holland, watu wamejaa mpaka kule, wazungu na watu wengi duniani. Alafu akasema kila mmoja aseme Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai kwa lugha yake. Nilishangaa, kumbe Yesu Kristo ni zaidi. Ukienda kwa Obama anamjua, ukienda kwa Trump anamjua. Anasema na watu, ukienda kwa Rais Magufuli anamjua. Ukitambaa katika anga yote, mbingu inamjua kwamba anaitwa Yesu. Ukienda Tanzania mpaka ukafika Mwanza, wanamjua Yesu Kristo. Wewe ukimkataa ni kama maji kwenye ziwa Victoria, unachukua kikombe kimoja tu wala hutikisi kitu chochote. Na tangaza Yesu Kristo ni zaidi ya vyote. Mpigie Bwana makofi na vigelegele. Sema amen, haleluya. Ni vyote. Ukiyumba ukamwacha Yesu, ukaenda kwa watu wanaotembeza matumbo hao, utaumia. Natangaza hivi, sema ehe. Ameniboa Bwana, sema ehe. Hakuna nabii yoyote anaweza kunipuliza nikaanguka. Kama yupo aje hapa. Hamna. Unadanganywa wewe kwa sababu humjui Mungu. Waambie waje basi, watakipata cha mtemakuni. Wakati yeye anafanya mambo yake, mimi nasema kwa jina la Yesu Kristo hakuna kitu kinachotokea. Kama unapenda Yesu sema amen. Kama unapenda Yesu sema amen. Unapenda nirudi kwenye neno? Ninasikitika kwamba muda umeisha. Labda niendelee kesho. Niendelee kidogo. Niendelee kidogo. Sikiliza niendelee. Huyu Yesu ni wa ajabu. Yesu akaingia kwenye tumbo la mwanamke, akatokea duniani. Ni Mungu akauvaa mwili wa binadamu. Duniani hakufumaniwa. Tofauti na manabii, wanawake wengi wa pembeni. Lakini Yesu si nabii. Yesu si nabii wala mtume. Wote wale
walimtazamia, watawale walimtazamia, yuko juu ya vyote. Sikiliza niseme, Yohana akiwa amekaa peke yake, akageuka ghafla, akamwona mtu mrefu. Na msema Mungu ambaye naomba leo nimemwomba aingie ndani ya moyo wako. Ukitembea utembee pamoja naye. Anasema amen. Mimi nisingekuwa na Yesu, sidhani kama ningelikuwa hapa. Kwa sababu zamani mimi nilikuwa mwanamuziki. Wakati tunapiga muziki na wakina Boaz Kazeba, nilikuwa mwanamuziki. Nakumbuka ilikuja bendi ya Maquiz Tuzayo. Ilikuwa inapiga wakina Nguza, wakina nani kabla Nguza. Alikuwa mtu mmoja anapiga solo anaitwa Vumbi. Wakaja nasema tunamtaka Daniel Kulola au anapiga Maquiz. Nilikuwa napiga gitaa sana. Na ukiangalia na uzuri wangu huu, nisingelikuwepo leo, ningeshakufa na ukimwi. Sasa hebu angalia, leo nipo. Nina miaka 53. Karibu miaka 30 hubiri injili ya Yesu. Nasema hivi, kuanzia chini barozi mpaka rais na mataifa wananifahamu. Ukienda kuzimu wananijua. Ukienda mbinguni jina langu limeandikwa. Wewe ukikataa Yesu wangu na kuona ni kama mtu wa kawaida tu, wala hunifanyi niache kulala wala kusinzia. Kelele za chura hazimfanyi ng'ombe au yeyote asinywe maji. Wataendelea, nasema hivi, watasema sana, lakini sisi tunasonga mbele. Sema amen. Kama unampenda Yesu, piga kelele amen, haleluya. Watasema, lakini Biblia inasema Yesu ni yeye yule jana, leo na hata milele. Anabaki kuwa Yesu asiye na upinzani wowote. Watu watainuka, watapigwa chini. Jina la Bwana libarikiwe. Unapenda niendelee? Unapenda niendelee? Unajua ninapohubiri babangu Moses Kulola ananiona. Naamini hivyo. Alafu nashukuru kuzaliwa na Moses Kulola. Najua huwezi kusema amen kwa sababu umejaa wivu tu. Wanafikiri kama leo Bwana singeliniita. Kuna wakati miaka ya nyuma alikuwa anahubiri mchungaji Masinga Uganda, miaka ya 80 hivi. Akanipointi akasema, wewe wakati napiga gitaa, sema baba yako akistaafu, spika zote mtabandika juu ya ukuta. Hilo neno lilinichukiza sana. Ilikuwa ni kama vile kunikondemu, kunihukumu. Ulikuwepo. Anasema zitabandikwa ukutani. Kwa sababu to be honest, sikupenda kuwa mchungaji kwa sababu ya mateso tuliyoyapata. Lakini leo ninaona kumbe Masinga alikuwa ananimaanisha, alikuwa ananikasirisha na nichochea. Leo kweli speaker za Moses Kulola zingekuwa zimetundikwa. Lakini wherever I go, popote nikienda, Moses Kulola. Na nashukuru Mungu Moses Kulola kuzaa nje ni mimi peke yangu peke yangu. Kwa hiyo nikiwa natembea najisikia raha. Usiposema amen unajionea wivu. Sema amen. Sema amen. Na mimi najitahidi nitakuwa mtu wa kawaida. Nitakuwa mnyenyekevu. Mtu very simple. Unaweza ukanipita tu barabarani, tai nimevaa tu kwa sababu yako, usinikatae kunisikiliza. Lakini ukitoka nje ninavaa suruali ya jeans na t-shirt naenda zangu. Utanikuta niko mitaani na watu nacheza tu, hamna shida. Niko mtu wa kawaida. Naangalia baba yangu alikuwa anafanyaje. Alikuwa ni mtu wa kawaida. Na mimi naomba niwe hivi. Ukisema mimi sina akili kwa sababu ni mtu wa kawaida, unakosea. Mimi nimesoma zaidi yako pengine. Ni mtu wa kawaida tu. Elimu yangu hainisaidii. Suti zangu hazinisaidii. Nasema uongo. Suti hazinisaidii. Unaweza kununua suti shilingi 50,000. Kesho ukirudisha sio shilingi 50,000 tena. Kwa mfano wewe rafiki yangu, nilihubiri kwake mwaka 90 huyu. Ndio mara ya kwanza naenda huku. Ndio mchungaji pekee huyu. Hii suti ulipoinunua, huwezi kuiuza kwa bei hii leo. Siwezi kujivunia kwa sababu ya mavazi. Yeremia akasema, mtu na asijivune kwa sababu ya elimu yake. Mtu na asijivune kwa sababu ya mali na pesa alizonazo. Mwana nasema gembe bwana, na nyie mnaonekana kama vile watu wa Buhongwa tu.
Mtu asijivune kwa sababu ya wanchoma zake. Mtu asijivune kwa sababu ya urembo wake. Mtu anayetaka ajivune ni yule anayemjua Mungu na uwezo wake. Sema amen, haleluya. Kama unapenda Yesu sema amen. Mtakanyaga mle. Yohana alipogeuka akamwona mtu mrefu, mtu nywele zake akizirusha. Lamba kesho mjatoe haya, mbakize hapa, mabaki wazi, maana hili inakinga picha. Yesu akirusha nywele namna hii, niangalie, akirusha chwa, nywele nyeupe zinanguka mpaka mgongoni. Maana yake alinyenyekea hadi mauti. Alikubali, akanyenyekea mpaka na kufa. Na huyo mtu Yohana alipomwona akamkumbuka rafiki yake. Nasikiliza, nimtaja Yesu nisimtaje? Macho yake ni mangavu sana. Nasema habari za siku za mwisho. Mangavu yanaona kila kitu, yanakuona ulivyo. Ni mtu mwenye hasira, ni mtu umejaa majivuno. Una kibanda cha soda, kazi yako kuambia walokole maskini, lakini mtaji wako ni kreti 3 za soda. Walokole wa shamba wajinga, kreti 3. Hajajua walokole wamejaa na matajiri wengi. Ni kiburi, Mungu anakiona ndani yako. Walokole hawajasoma, wewe umesoma darasa la ngapi? Wengine umesoma darasa la 7 na ukafeli. Kwa nini ulifeli? Sio kwamba kujua 2 kujumlisha 2. Badala ya kuandika uliandika diamond, ukapata kosa na ulikalichora ni shetani hiyo. Ni kwa sababu hapa akili hakuna. Ulifeli kwa sababu ulifanya maovu, ukanywa madawa ya kulevya na bangi na mimba, ukafukuzwa. Unatudanga walokole na kueleza wapo wasomi. Kwanza kusoma maana yake ni nini? A, E, I, O, U, A, B, C mpaka Z. Ukiziunganisha ndio kusoma. Tangu umesoma, elimu yako imekusaidia nini? Unaweza kukuta mtu ni daktari Bugando, anajua nini maana ya pombe na athari zake, athari za sigara, lakini yeye mwenyewe ni mvuta sigara. Kuna mwanamke mmoja anahubiri Arusha, sema ehe. Hiyo mwanamke akanijia akaniambia, naomba niongoze sala ya toba, kwa sababu mimi ni mratibu wa shirika la ukimwi. Tunatahadharisha watu mambo ya ukimwi na watumie makaratasi fulani hivi. Sasa nashangaa tulipokuwa kule Tanga, mwanaume ambaye tuko kwenye kampeni aliniweza kwa maneno. Unajua mwanamke ukimwambia tu I love you baby, anaweza akajigonga na kujigonga, anachanganyikiwa, anadanganywa, rahisi kudanganywa. Na ndio maana Biblia inasema hivi, unapenda niseme? Na ni bora unasema amen. Biblia inasema najua hamwezi kuniamini kwa sababu ninawaambia iliyo kweli. Dunia ni kama mwanamke, haiwezi kuelewa inapoambiwa habari za kweli. Ndio maana shetani anawadanganya wengi. Na hawa manabii wengi wanatumia uongo, wanajua huna kazi, ndio maana wanakudanganya na kupata. Ngoja mimi niwatabirie, nisiwatabirie. Ngoja nianze kutabiri. Sio nakudaga hivi. Ai! Hapa Bwana ananiambia kuna wanawake wawili wanasumbuliwa na tumbo kila mwezi. Wajitokeze hapa. Mtakosekana kweli. Sipo wengi tu hapa. Wakitokeza watu, hii ni mtumishi wa Mungu. Hapa Bwana ananiambia, Bwana ananiambia kuna vijana 5 wamesoma vizuri tu, lakini kazi hawapati. Kokote wanakoomba, wanapokwenda wanaomba hongo, lakini watakosekana watu msio na kazi. Si wengi tu. Sasa kwa sababu hiyo ndio maana Biblia inasema hamwezi kuiamini kweli. Kazi yako ni kuamini uongo. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Kama unapenda niendelee sema amen. Kama unanipenda endelea kusema amen. Sikiliza, nikatisha mambo mengine, niende tu mahali fulani. Yesu Kristo akiangalia anakuona vyovyote ulivyo. Anakuona unavyompiga mke wako. Anaona jinsi chumbani mnavyolala. Nalala mmepeana mgongo na huwa mnapigana vikumbo. Usinambe ni wewe. Na ukipigwa mara nyingi, Baba John unaniumiza. Kesho umeshika Biblia unakwenda kanisani, macho yake yanakufahamu. Yanajua kabisa ndani ya friji ya nyumba yako kuna vinywaji vinavyoitwa pombe kali, inaitwa whisky, inaitwa konyagi. Na unajifariji kwamba Mungu alitengeneza wine. Nikwambie Mungu sio mlevi kama wewe.
Nasema hivi, kama unafikiri pombe ni nzuri na sio dhambi, kwa nini upeleki fungu la 10 la bia kanisani kwako? Ujue kwamba ni kosa. Binafsi nakupa pole. Endelea kuwa msindikizaji kwenda mbinguni. Wewe sio wa mbinguni. Ndio maana hata sura yako haifanani ya watu wa Mungu, wako tofauti na wewe. Nasema wewe ni msindikizaji, nenda stendi, utakuta watu wengi wamejaa, lakini wanaosafiri ni wachache. Ndio maana nasema kanisa letu lina watu wengi, ni kwa sababu wengi ni wasindikizaji. Nasema hivi, hii ni habari njema ya Yesu Kristo. Unapenda kuangalia mpaka ndani ya moyo wako. Daudi akasema, chunguza Bwana, chunguza ndani ya moyo wangu, uone kama kuna uovu, ukauondoe. Na wazo yako ndivyo alivyo. Huyu mtu alivyokuwa amesimama kwa Yohana ni waajabu. Namalizia, mdomo wake akifungua namna hii, akifungua, unatoka upanga kwenye kinywa chake. Ni neno la Mungu linalogawanya nafsi na roho. Haliangalii sura ya mtu. Ngoja niharakishe. Mtu huyu akifanya sauti yake ni kama mafuriko ya maji. Wiki hii anakohoa katika mji wa Buhongwa. Ninaamini kabisa wachawi hawasogei hapa. Ninaamini kabisa majini yanasambaratishwa kwa jina la Yesu. Usiposema amen kwa ushangaa, sema amen. Haleluya. Anasema maana akisema neno hakuna wa kulipinga. Hakuna shetani, hakuna mapepo, hakuna wachawi, hakuna aina zozote za kupinga. Kama unapenda Yesu, watikise ngome zote za shetani. Sema kwa sauti ya juu sana mpaka wachawi wasikie. Sema Yesu. Niruke, najisikia vibaya, lakini nilikuwa nataka niende mpaka mahali fulani. Mpaka niende kwenye dalili fulani. Nataka niende mahali fulani, nisikize kwa dakika 2-3. Ni hivi, huyu mtu alipokuwa bado amesimama, akinyanyua mkono namna hii, akifungua viganja vyake, ni nyota. Nyota maana yake ni watu waliokoka, Wakristo au washirika wa Kristo, watu wa kawaida, binadamu. Wewe uko mikononi mwa Mungu. Ni nyota. Kwa kanisa la Daniel Moses Kulola, kwa kanisa la Joseph Ruiza, kwa kanisa la Boaz Kazeba, kwa kanisa la Buhongwa, kwa kanisa la Ndichaye, kwa kanisa la Richard, wote mko viganjani mwa Yesu. Sasa huyu aliye viganjani mwa Yesu ni mtu tu aliyeokoka. Nashukuru, ndio maana Ibrania anasema ni jambo la kutisha huyo mtu akitoka. Nimbo nadi ya Yesu. Ndio maana wakati nilikuwa naenda kuhubiri Sumbawanga, watu utaweza, nikasema siwezi, lakini Yesu ataweza. Kwa sababu niko viganjani mwa Yesu Kristo. Haleluya. Anasema haleluya. Haleluya. Na huyo mtu wa ajabu amefunikwa vazi jeupe refu kwenda chini. Na mtamka Yesu. Hapa amefunikwa na mshipi wa dhahabu. Katika Biblia inamaanisha mshipi, maana yake ya kwanza, dhahabu ni utajiri. Walokole, utajiri wetu ni huu. Utajiri wa amani. Ni watu tumejaa amani. Amani haipatikani kwa mikataba. Amani haipatikani kwa kusuluhishwa na barozi. Mimi nashangaga walokole, unapeleka kesi yako kwa barozi wakati yeye ana wake 4. Mbona alishindwa kumvumilia wa kwanza? Mimi nakushauri usifanye hivyo. Matunda ya faida tulionayo, utajiri tulionao, tuna furaha. Ndio maana unaweza kumkuta mwanamke anakula dagaa na ugali wa donut, lakini anaimba pambio na amejinenepea ndani ya moyo. Maana furaha sio kucheka. Katika Kiebrania furaha sio kucheka. Maana yake furaha ni bubujiko la uchangamfu. Ni bubujiko la uchangamfu linalopelekea raha na starehe ndani ya moyo wa mtu. Ndio maana kitabu cha Mathayo anasema nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Maana yake tabia za Mungu zikiwemo unapata raha. Huo ni utajiri wa walokole. Utajiri wa walokole hatufi haraka. Utaroga mpaka utachoka, lakini hatufi. Tena na washauri hivi walokole, sema amen. Yeyote anayekusema vibaya, kesho vaa vizuri, vaa wanchoma. Kesho pita mlangoni kwake. Unatembea kwa maringo namna hii. Na ukipita pale, sikilizia wanavyosema, alafu unasema na mtukuza Mungu. Unashangaa nini? Watakuwa nafungua madirisha kwa ndani wanaangalia. Kufa hatufi. Biashara zetu hasifi kwa sababu ya maneno yako. Nasema utasema mpaka utachoka, lakini ndoa zetu hazivurugi na maneno yako. Sema amen. Haleluya.
Huo ni utajiri. Napenda wote ni wavute kwa Yesu. I'm here kukushawishi nje kwa Yesu. Maana wokovu watu wanaona kama kupoteza mwelekeo. Sivyo hivyo. Unaweza ukawa na pesa lakini ndoa yako unaikimbia. Unaweza ukawa na pesa unatamani kujiua. Unaweza kuwa umesoma sana lakini uzinzi umekushinda. Unaweza kuwa ni mzee wa kanisa lakini una kilabu cha pombe. Vitu vyote ulivyo navyo havitakusaidia kitu. Na Kiebrania kutengwa kwa mtanda hapa. Juu wanaamini ni binadamu, chini wanaamini ni mnyama. Mnyama ni dhambi. Maana yake ni uwezo wa kutengwa na dhambi. Hebu ngoja nimalizie. Huyo mtu akamnyanyulia Yohana namna hii. Alipomnyanyulia namna hii, akauona mguu umesuguliwa kwa kama shaba inaong'aa. Maana yake katika algebra ni 999. Mungu atamhukumu mwanadamu kwa haki. Na huyo mtu ni wajabu. Alipomwangalia, niache sura zingine, sifa zingine, Yohana akainama mpaka chini. Angekuwa ni binadamu, Yohana asingelikubali. Yule mtu asingelikubali kusujudiwa na Yohana. Sikiliza niseme, akampa maelekezo. Na hayo maelekezo ndiyo Kulola anayaleta kwako. Anasema siku za mwisho dalili zitatokea. Watatokea manabii wa uongo. Aliye juu darini na asishuke. Ndio Biblia inasema manabii wa uongo wapo. Mwingine nikashangaa kwenye taarifa habari. Niangalie. Yaani anamwombea mwanamke kama huyu. Angalia njoo udanganyifu. Anamkanyaga kama hapa. Si mnaiona hiyo? Anamkanyaga mwanamke. Alafu anaanza kutikisa. Anatikisa kwa nini asimkanyagie begani? Anamkanyaga mwanamke hapa. Alafu anamtikisa. Lizinzi tu hilo. Lizinzi, na watu waseme amen. Lizinzi tu. Hayafanyii hivyo wanaume. Wanawake tumekuwa kama vile chambo cha kuchezewa tio. Wenyewe mnakimbia barabara. Tunataka haki zetu. Baini sasa kwa njia hiyo msidhalilishwe. Unakuta mwanamke anakanyagwa. Ulishaona nyingine tena? Manabii hawao eti anaombea hivi. Anamfuata mwanamke. Kwa nini aombee mwanamume? Anamfuata mwanamke eti anamkumbatia, anaanza kumbusu mpaka anamnyonya na ulimi. Eti anamuombea. Na watu wanashangilia. Ujinga. Manabii hao, Biblia inasema, lingine ni hivyo. Unapenda niseme? Amnaniboa Bwana. Nasema niseme. Mwingine ametokea Zimbabwe, eti anapigiwa simu na Mungu. Umeiona hiyo? Eti anapigiwa simu na Mungu. Halo? Mungu. Eti ni Mungu anasema kwenye simu. Naam. Waambie watoto wangu wa Buhongo. Watu washangilia. Ni ujinga. Ujinga. Nasema hivi. Ndio maana upati majibu yako. Waangalie wote waliopanda mbegu walirudi kuwa maskini. Natangaza kwa jina la Yesu Kristo, mbegu uipande kwa Yesu Kristo peke yake. Kama mpenda Yesu sema amen. Sema amen. Majibu ya Mungu hayawahi wala hayachelewi. Mungu anakujua. Namalizia. Anakufahamu kabisa kwamba ni mwenye hasira. Kupenya pale sio rahisi. Unakwenda kanisani lakini hujaokoka. Mungu anakujua. Anakufahamu kabisa. Wala huwezi kukwepa. Anajua kabisa unakunywa pombe pembeni. Na una mwanamke. Ndiyo maana mtu akipokea simu. Nishangaa ndoa fulani, namalizia samani. Yaani simu ikilia, niangalie. Yaani mwanaume na mwanamke wote wanapiga. Niache. Alafu akipata simu anakimbia mpaka chooni. Anaanza kusema halo, mambo. Halo, mambo. Na kama mwanamke, nani amekupigia? Wamenipigia watu wa ofisini. Eti wanasemaje? Eti niende ofisini usiku huu. Wakukome upumzikage na wewe. Kumbe hawajui vinaliwa na yeye yuko hapa. Mungu huwa anasoma message. Na unashangaa simu ukipiga unakuta haiti Joseph au Daniel Kulola. Imeandikwa XX 11:12. Anajua huyo ni Masanja mkandamizaji. Na bado unasema wewe ni Mkristo. Macho ya Mungu yanaona. Hapo hutapenya. Hutapenya. Hata kama unaimba kwaya. Mungu anasema ondoa kelele zako. Hata kama unapiga kinanda, Mungu atasema ondoa. Ukitoa fedha nyingi, anasema ondoa fedha za makahaba.
Mungu huwezi kumhonga kwa fedha yako. Kwanza mbinguni ni patakatifu. Nilifika katika jiji moja katika dunia hii, nilipokuwa nahubiri kule Switzerland, kule mji mmoja unaitwa Geneva. Mzungu mmoja na Mjapani wakasimama wakasema nikaona wanacheka. Alafu baadaye nikawafuata nikasema, kwa nini ulikuwa unacheka? Akasema, Waafrika hawana akili. Kila wakati wanawaza tu mbinguni eti kuna mji kama New York, kama Tokyo Japan. Hayo ni mawazo ya binadamu. Hawajui Biblia inasema Mungu ataikunja dunia kama karatasi. Juzi nilifika New York. Nilienda kule New York Marekani, jiji kubwa dunia nzima la kwanza. Nilipofika nikawa kama kapanzi. Lakini ajabu, ukiwa New York unaona na mashimo yapo, wala hakuna vitasa vya dhahabu, wala hakuna barabara. New York unaposikiaga. Nilipofika pale nikasema, kama ndio New York hivi, basi afadhali niende mbinguni tu. Maana nimemaliza miji ya duniani yote, afadhali niende mbinguni tu. Maana New York pamejaa panya. Katika miji ya Marekani hakuna eneo linalopata kama New York. Nikashangaa na mashimo yapo. Nikashangaa na maji yamejitenga New York. Lakini jiji la walokole, ukikanyaga ni dhahabu safi. Usiposema amen una matatizo na shetani atakushangaa. Dhahabu safi. Vitasa vya milango yetu sio vya Kichina, ni vya lulu safi. Mbinguni maji yake au mto wake ni wa uzima. Unaweza ukalala pale kwenye ule mto. Ukilala kwenye ule mto unakutembeza huku na imba, roho yangu na ikuimbie. Hakuna jiji katika dunia hii kama jiji la walokole. Wakina mama tujifunge mkanda, vijana tujifunge mkanda, watu wote usikubali tukatishwe tamaa. Mkamwone mimi maibisha shetani, maibisha shetani, maibisha shetani. Sema amen, haleluya. Hakuna katika dunia hii. Pendo na dhahabu zote ulizonazo utaziacha. Bado sijasema kurudi kwa Yesu. Utashangaa hapo Buhongo unatembea, ukimwona Richard unamdharau. Nyumba yenyewe ni ya tofali za kuchoma au tofali za umezisiliba na simenti. Unasema walokole wajinga. Nyumba yako matope ya hata kama ni simenti, hujui kama hutaenda nayo. Mfano ni huu, mtu akifa na jina linabadilika, anaitwa marehemu, na hakuna anasema atafufuka lini. Maana yake atazikwa lini, maana hana faida. Ndio utajua kwamba hana faida. Na ukichelewa tu, mchungaji Richard, ukikaa hospitali utakuta nguo zote zimeibiwa za marehemu. Ni kweli, watu wanabeba magodoro wanaondoka nayo. Mtu anatembea na suti au na kashati kama ulikovaa, kumbe ni kama marehemu kaka yako. Unatembea walokole wa shamba, kumbe umevaa t-shirt ya kaka yako aliyekufa. Na kueleza hivi, hayo hayana maana. Nasema hivi, nimechakachua, nikaja nikagundua vyote vitapita, lakini jina la Yesu Kristo labaki milele na milele. Sema amen. Na kupaka leo, geuka. Waliokoka, jivunie kuokoka. Tembea kwa majivuno. Tengeneza nywele zako vizuri. Weka, kama ni mwanaume vaa suti, usiteremshe mpaka chini. Tembea kwa maringo. Wanaume msio mnatembea tu angalia. Unatembea kwa kujiamini. Maana pembeni kuna acha mabodyguard yao unaowalipa. Mabodyguard wasio hongwa. Malaika wasio lala, wanakesha all the time 24 hours 7 days. Kama ningekuwa nahubiri Rumala watu wangesema amen. Sema amen. Unatembea kwa majivuno. Na kuomba na wewe unatembea vindichai. Unatembea tu. Wanawake wakikuangalia ngani, mama. Alafu akikwambia hii mama, unaopungia mkono namna hii. Unaenda wapi John? Naenda kwenye mazoezi ya kwaya. Kama ni mwanamke, vaa choma yako. Nasikia raha. Kuokoka ni raha. Kuna mtu mmoja alianza, unajisikia raha? Eti raha jipe mwenyewe. Nasema hakuna raha ya kujipa mwenyewe. Maana mwenyewe unalala chini. Jana umekula dagaza ambazo hazijaungwa. Jana umepigwa vibao na mume wako. Huwezi kujipa raha. Umejikondea, utafikiri una ukimwi. Raha tunaipata ndani ya Yesu. Tukimjua Yesu tunapata raha. Sema amen kwa sauti ya juu. Tembea kwa raha zako. Kuna watu wanasemaga eti kujipamba ni dhambi. Una matatizo ya akili. Lazima tukibarikiwa lazima tupande level. Hakuna hata kuvaa mitumba.
Wanawake lazima usimame kwa mapozi. Unapotembea unatembea kwa kujivuna. Wakiona wanasema, "Hii mama, huyu alikuwa anatembea na ndala za pinki na kijani. Mbona amebarikiwa?" Unamwambia because of Jesus, kwa sababu ya Yesu. Alafu unatembea kwa raha zako. Usiposema amen, wachawi watakushangaa. Sema amen. Kuokoka sio mateso. Kuokoka sio kunyanyasika. Tunatesa duniani na jiji la Yerusalemu linatusubiri. Sema haleluya. Sema amen. Amen. Yesu, 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 Yesu. Haleluya. Tunaingia jiji la Yerusalemu bila shida yoyote. Wachawi wapinge wasipinge, tunaingia. Majini yapinge yasipinge, tunaingia. Wakina mama mpo, hata mwanaume akupiga akufinyanga kusimange, nione kwenu ni wapi. Mwambie kwetu tunapajua ni mbinguni. Wewe mwanaume akikudharau, farijika, kuna mwanaume mzuri anayejulikana na watu wote duniani. Tena anamjua aidha kwa uzuri au ubaya. Huyo ndiye anaitwa Yesu. Hana mwanamke mwingine zaidi yako. Ni mzuri wa sura, ni mzuri wa matendo. Akikuangalia unapona pale pale. Akikukumbatia unapokea busu lake, busu la Yesu, busu la Yesu. Hata kama na malaria inaisha pale pale. Nasema hivi, hata kuna huzuni inaisha pale pale. Wote njoni kwa Yesu. Naibisha sema amen. Haleluya. Njoni kwa Yesu Kristo. Kwa Yesu panapendeza. Neno la mwisho ni hili. Unapenda Yesu akupende? Rudia kwa sauti, unapenda Yesu akupende? Siku moja nilikuwa chumbani, nikasikia kitu, nikasema ngoja nikifanyia experiment. Nikachukua smako, nikatoka nje, nikaanza kutembeza kwenye udongo. Sikuona udongo uliokuja kwenye ile smako. Niliona vipande vya chupa vya chuma vinapanda vyenyewe. Mungu hata shughulika kukuambia wewe nenda wewe baki. Mambo yako ya duniani yatakufanya uende. Na kuuliza, je, umeconnectiwa na Mungu au umeconnectiwa na kanisa? Unaweza ukawa unalipenda kanisa sana, lakini kwa taarifa yako na kusema kanisa lako ni la duniani, mbinguni halijulikani. Kwa mfano watu wasema EAGT. Nenda nchi zingine wala wajuaji EAGT. Hakuna cha EAGT. Ukiwa labda tembe EAGT, na kuambia unaweza kwa EAGT na ukaenda jehanamu. Angalia Marekani. Marekani kanisa kubwa sio Catholic, sio Anglican. Kanisa kubwa Marekani ni Baptist. Ndio kanisa la nchi. Na Baptist ya Marekani ni zaidi hata EAGT au TAG. Ukiapa Baptist, na kuambia achana na wale watu. Nenda Uingereza, wala hawajui Katoliki, wala hawajui Lutheran. Nimeenda Uingereza mara karibu 25. Nafahamu kanisa la Uingereza ni Anglican. Sasa watu wanatembea, nenda Ujerumani, nimehubiri Ujerumani. Uliza kanisa la EAGT, hakuna. Utakuta ni Lutheran. Sasa watu wamekamata dini yangu, unakwisha. Vyote vitapita. Mkamata Yesu Kristo peke yake na mtangaza. Hebu ngoja nimrushe kwako kwa imani na umtake kwa imani kwa jina la Yesu. Mpokee Yesu. Nasema mnake Yesu, unampenda Yesu, mnake. Kwa jina la Yesu pokea. Kwa jina la Yesu pokea. Kwa jina la Yesu pokea uzima wako. Kwa jina la Yesu pokea injili yako. Kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu Kristo. Jambo la mwisho ni hili. Unapenda niseme? Na nikisema utamwamini Yesu? Inamisha kichwa chako. Funika macho yako. Funika macho yako. Niko hapa kuwash akili yako. Wala usiwaze kwamba mimi Kulola nimefanya makosa kumpa Yesu Kristo moyo wangu. Sina maisha kama yako. Maisha yako najua ni ya kuungaunga, yasiyokuwa na matumaini, maisha ya kuchanganyikiwa. Kila wakati unawaza kujinyonga. Kila wakati unafikiri, ukiona watu wanabeba jeneza unajua zamu yangu inafuata. Lakini umesahau kwamba mtu akiwa na Yesu anaambiwa sintakufa bali nitaishi ili nihubiri injili ya Yesu. Na aliyeokoka hafi kwa sababu ya nguvu ya mwanadamu,
na sio kufa tu, tunabadilishwa, tunaishi pamoja na Yesu milele na milele. Sikiliza, waliinamisha kichwa. Najua una elimu nzuri, lakini hutaenda nayo. Najua unazo fedha, na hapo Buhongo wanakuchua, lakini amsore zitabaki benki na ndugu zako watagombania. Nasema hivi, mavazi, wakija kusema tugawanyeni mavazi, utashangaa kabati iko tupu, nguo sijui ziliendaga wapi. Watu walishaiba. Unajivunia kitu gani? Unajivunia kitu gani? Huna. Utaondoka kama ulivyo. Na sidhani kama kuna maiti ambaye huwa anazikwa kwa nguo mpya. Wengi wanatafuta nguo yake tu, wanamzika na nguo yake ya zamani. Nilishangaa ukiwa umeinamisha macho. Kuna mama mmoja amekufa, tumeenda na vijana hawa kina Jora kule Bunda. Maiti na ni mocho ya Bunda ni ndogo, funika tu macho. Kwa hiyo wakashindwa kumtengeneza yule mama nje, wakaliweka jeneza nje na sisi tuko pale. Katika kumtengeneza akatoa kile kifuniko cha jeneza. Kumbe yule mama wameshaiba na viatu vyake, na ziko mpekuo. Ilishangaa. Paka ni mama na vitu, lakini viatu vimeibiwa. Utaurudi kama ulivyo, na mchungaji wako anakudanganya hata kuwepo kukusaidia. Siku ile inakuja ni kali, ni ya ghadhabu. Itamfanya mwanadamu ajute kwa nini alizaliwa. Na hiyo siku haina reverse gear. Huwezi kurekebisha, huna muda wa kurekebisha. Injili inapokuja kama hii, inakupa nafasi ya kutengeneza mambo yaliyobaki. Ukiang'ang'ania hayana msaada. Kuna wakati Biblia inasema kutakuwa na kilio na kusaga meno. Maana yake kilio chako hakitakuwa na matunda. Hakitakuwa na matunda. Na unanisikiliza, mimi nahubiri kipindi hiki, pengine hutaniona tena. Usidhani tena nitakuja hapa. Tumia nafasi yangu hii niliyo nayo. Pengine utakuja niona mahali pengine. Na Biblia inasema usije ukajivunia kesho, kwa sababu hujui atakaozaliwa na siku moja. Usije ukasema nitarekebisha kesho. Wakati wa msaada wako ni leo. Yule anayetaka maombi yangu, Bwana Yesu Kristo amtendee, ili hata Yesu akija sasa hivi amwone Yesu Kristo. Najua umesemwa ndani ya moyo wako, kuna mtu anakusemesha, na mimi niko tayari kukuombea. Funika macho. Aliye tayari nimwombee. Ninaomba pale pale ulipo, ukiwa funika macho, ninaomba uweke mkono wako juu. Weka mkono wako juu. Asante, weka mkono wako juu. Weka mkono wako juu. Maana mimi Kulola sikufahamu, wala sina haja ya kujua jina lako, lakini macho yale niliyoyatamka yanakujua in and out of you, from you. Yanakujua kila kitu. Weka wima kabisa mkono wako na uombea mkono wako huu. Maana leo vita vimeshinda. Shetani ameshindwa, na watu wote wanakimbilia kwa Yesu. Ninachotamani, kama mtu mhubiri mmoja anasema, Reinhard Bonnke anasema, kuzimu na jehanamu iwe tupu, mbingu ijae. Nyosha mkono wako juu. Mungu, walionyosha mikono, ninaomba Mungu uwarehemu. Wape nafasi nyingine katika jina la Yesu. Wape nafasi nyingine. Na wewe unanisikiliza katika mitandao, unaniona mahali popote ulipo, maombi haya ni sehemu yako. Wewe uliyanyosha mikono, na kuuliza swali. Kama umenyosha mkono kunidhihaki, kama umenyosha mkono kumdhihaki huyu Yesu, ninaomba ushushe mkono chini. Kama unadhihaki, kama unadhihaki, lakini kama umemaanisha kwamba Mungu akusaidie, endelea kuweka mkono wako juu.
basi namaanisha kwa kunyosha mkono naelewa kwamba umeelewa. Sasa hutaushusha mkono. Wakati naimba wimbo huu na nimekuombea, ninaomba uanze kunijia, usiushushe mkono. Hata uliye nje ya fence, naomba upite huko kwenye fence, usiogope, zunguka tu, njoo tu, ingia ndani. Naomba wote mlionyosha mkono njoo, wote mlionyosha mkono. Hivi hapa huwa hakuna wahudumu. Tulipowasema siku ya kwanza wakavua na majoo yao. Njoo ulionyosha mkono, walionje. Ukiushusha mkono, Mungu anakuona. Njoo haraka, njoo haraka, njoo haraka, njoo haraka, njoo haraka, njoo haraka, njoo haraka. Na hata kama kunyosha mkono unasema na mhitaji Yesu, walionje, wahudumu waelekezeni waingie ndani. Njoo ndani haraka, njoo ndani haraka. Mungu anawatafuta watu wake, na wewe ni mali ya Mungu. Sogea hapa, sogea. Waache wasogee, waache wasogee. Watoto wenyewe ndio wachawi wakubwa kama ujuaji. Watu wakiwazuia watoto ndio wachawi wakubwa. Siku hizi watumiaji wazee wenye macho mekundu mnaoneaga tu. Wachawi wakubwa ni watoto wadogo kama hawa. Wanapaa kirahisi, hawahitaji ungo mkubwa, ni ungo mdogo tu wanapaa. Unafikiri umekakaribisha kasichana ka kazi, kumbe ni kachawi kakubwa. Usiku na lima usiku kucha. Wewe ndio unayeosha vyombo kenye kamelala. Huna habari. Asubuhi na mku umechoka, kumbe kasichana ka kazi kamekufanyisha vyombo kazi zote. Sasa msomo nazuia watoto. Naomba uje haraka. Naomba uje haraka. Uje haraka. Ninajua hivi, wewe ndiye uliyekusudiwa leo. Weka mikono. Na wahudumu sijui wako wapi. Leo ni siku ya wokovu, na ningelisema kesho tutaombea wagonjwa. Naomba wewe uliyefika mbele, weka mikono yako juu. Weka mikono yote miwili. Weka mikono, funika macho. Mungu haangalii umetenda dhambi kiasi gani. Mungu haangalii umekosea kiasi gani. Mungu haangalii umefanya kitu gani. Lakini anachoangalia ni maamuzi unayoyafanya leo. Japotenda dhambi zimekuwa ni nyekundu kama damu, Bwana anasema atakusafisha, utakuwa mweupe kama theluji. Sasa tamka maneno haya, na haya maneno yatoke ndani ya moyo wako. Sema, Mungu Baba. Sema kwa sauti, Mungu Baba. Mungu Baba, ninasimama mbele zako. ninasimama mbele zako. Ninakiri kwa kinywa changu. Ninakiri kwa kinywa changu. Sina sifa ya kuingia mbinguni. Maana mwenye dhambi amezaliwa na shetani. Na sehemu yake ni katika ziwa la moto. Shahidi wa maisha yangu. Kila mmoja aseme kwa sauti, shahidi wa maisha yangu. Ni mimi mwenyewe. Nimekutenda dhambi. Nimekukosea sana. Hakuna anayejua. Hata mchungaji hajui. Lakini wewe unajua. Nahitaji niingie mbinguni. Nahitaji nikupendeze wewe. Nimemtumikia shetani sana. Sioni faida yoyote. Sina matumaini. Sina furaha. Sina amani. Leo nabadilika kwa jina la Yesu. Nabadilika kwa jina la Yesu. Nafungua moyo wangu na kuruhusu ingia ndani yangu. Damu yako yasafisha maisha yangu. Safisha tabia zangu. Safisha akili zangu. Safisha moyo wangu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Na ulifute jina langu katika kitabu cha hukumu. Kuanzia sasa mimi ni mali yako. Mimi ni mali yako. Kwa jina la Yesu.
Kwa jina la Yesu. Sema tu kwa jina la Yesu. Endelea kusema kwa jina la Yesu. Endelea kusema kwa jina la Yesu. Endelea kusema maneno mawili ifunge kwa ajili yako. Sema tu kwa jina la Yesu. Endelea kumshukuru Bwana kusema asante Yesu. Hebu sema kwa jina la Yesu asante Yesu. Kwa jina la Yesu asante Yesu. Bwana Yesu naweka wote mikononi mwako katika jina lako Yesu Kristo. Yeyote ajaye kwako umesema hutamtupa nje kamwe. Umewasafisha kwa damu yako Yesu. Hawa sasa ni mali yako Yesu. Hawa ni mali yako Yesu Kristo. Unaweka kiti chako ndani yako. Unaweka utawala wako ndani yako. Wao unaweka serikali yako ndani yao. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Endelea kusema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Endelea kusema tu asante Yesu kwa jina la Yesu. Endelea kusema asante Yesu kwa jina la Yesu. Ninawapaka wote kwa damu yako Yesu. Damu ya thamani inayotakasa, inayotengeneza, inayoumba upya kwa jina la Yesu. Angalia huyu mwanamke ambaye amemtumikia shetani kwa miaka yote. Angalia huyu baba aliyemtumikia shetani kwa miaka yote. Angalia huyu binti aliyemtumikia shetani kwa miaka yote. Wasaidie wao kubadilisha mwelekeo, badilisha tabia kwa jina la Yesu. 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 Anza upya, anza upya, anza upya, anza upya, anza upya. Yatengeneze maisha ya kila moja. Yatengeneze, yatengeneze, yatengeneze maisha ya kila moja. Yatengeneze, 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 yatengeneze maisha ya watu. Yatengeneze maisha ya watu. Yatengeneze, wachungaji unaweza kuombea. Yatengeneze, 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 yatengeneze kwa jina la Yesu. 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 Yatengeneze, yatengeneze, yatengeneze kwa kinyango. Waelekeze, waambie moyo mpya, waondoe uchafu, waondoe wazo machafu, waondoe tabia mbaya, waondoe moyo katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Hawa shetani, hawa shetani. Kwa jina la Yesu. Bwana Mungu wa majeshi, ayukaye. Kwa jina la Yesu achilia mwili wake. Achilia. Kwa Yesu, kwa Yesu. Shetani, 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 nguvu ya dhambi, nguvu ya dhambi, nguvu ya dhambi. Kwa jina la Yesu. Mapepo, shetani, kwa jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Funguka, funguka kwa Yesu Kristo. Wanakutengeneza upya, wanakutengeneza upya, wanakufinyanga upya, wanakutengeneza maisha mapya. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, 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 katika jina nashusha moto, nashusha moto. Kama kuna nguvu za pepo, kama kuna nguvu za majini, 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 majini ya tatu fulani, majini yasimamisha tendo zangu, jini la mahaba, jini la uchambazi, jini la shayana la uchambazi, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Beba, beba, peleka, kwa Yesu, beba, peleka, beba, peleka, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, jina la Yesu. Umeleta balaa, umeleta mikosi, umefanya vitu vinatembea katika kichwa chako, katika mwili wake, katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Mwokozi. Vifungo vyote, vifungo vyote, ya kila moja kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Pokea neema, pokea uzima, pokea uzima kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu Mwokozi. Wanja mzima tuseme amen. Amen. Wanja mzima sema tena amen.